Kuna watu wanaishi maisha yao yote bila kujua kitu kimoja kinawatesa. Sio uchawi, sio laana, na mara nyingi sio watu wengine. Ni sauti ndogo tu ndani yao inayowaambia kimya kimya, sitoshi. Na labda hata sasa unapoitazama video hii, kuna sehemu ndani yako inayohisi hivyo. Unaweza kuwa kazini au chuoni au hata nyumbani na familia yako, lakini bado ukahisi kama haupo kabisa mahali pako. Watu wakicheka unahisi wanakuongelea. Mtu akichelewa kukujibu WhatsApp unahisi amekuchoka. Ukiitwa kwenye kikao, moyo unaanza kwenda mbio kana kwamba umefanya kosa. Wengine wanakuona uko kawaida, lakini wewe unajua kuna kitu hakiko sawa. Hebu nikuambie kuhusu Maria. Maria hakuwahi kuitwa mbaya, hakuwahi kuambiwa hapendwi. Kwa kweli watu wengi walimpenda, lakini Maria hakuwahi kuamini anapendwa. Alikuwa kazini, amekaa mezani na wenzake wanazungumza kawaida tu. Kicheko kilikuwa cha kawaida, lakini moyo wake ulimwambia kilikuwa juu yake. Na huenda umewahi kuhisi hivyo pia. Watu hawajasema chochote, lakini ndani yako tayari umeshaumia. Tatizo halikuwa watu, tatizo lilikuwa sauti aliyokuwa ameanza kuisikia zamani sana. Sauti iliyokuwa ikimwambia kila mara, hautoshi. Na polepole ile sauti ikawa ukweli wake. Maria hakujua kama anateswa na roho ya kukataliwa. Na sio kwamba aliijua na akaipuuzia. Ni kwamba aliishi nayo muda mrefu, mpaka akadhani ni tabia yake. Watu walidhani ni mtu mkimya. Wengine walidhani ni mtu mwenye kiburi. Lakini ukweli ni kwamba Maria alikuwa anaogopa kukataliwa kabla hakijamtokea. Kiroho, hali hii si mpya. Biblia inaonyesha mtu aliyepitia hali hii kabla ya Maria, Lea. Biblia inasema, Bwana akaona kwamba Lea ameachwa, akafungua tumbo lake. Mwanzo 29:31. Lea hakuumizwa kwa sababu hakuwa na mume. Aliumizwa kwa sababu alikuwa na mume, lakini hakupendwa. Na hapa ndipo roho ya kukataliwa huanza kufanya kazi. Sio lazima mtu aseme anakukataa. Wakati mwingine tukio moja tu la zamani, utotoni, shuleni, kwenye familia au mahusiano, linapanda mbegu. Na mbegu hiyo huzaa mawazo. Mimi sio wa muhimu, nitakuja kuachwa tu, watanichoka, wananivumilia tu. Ndipo mtu huanza kujitenga, kujishusha, kujilinganisha, kujihujumu mwenyewe. Na mbaya zaidi, hata Mungu akimkaribia, bado anaamini hatakiwi. Kama Kaini, baada ya sadaka yake kukataliwa, Biblia inasema uso wake ukashuka. Mwanzo 4:5. Hiyo ndiyo ishara ya kwanza ya roho ya kukataliwa. Mtu hubadilisha namna anavyojiona. Na hapa ndipo Maria alianza kuelewa. Pengine maisha yake hayakuwa yanarudia matatizo yale yale. Pengine alikuwa anarudia hisia ile ile. Na huenda na wewe pia. Kama umewahi kuhisi hupendwi hata ukiwa unapendwa. Kama huamini pongezi. Kama unaogopa watu watakuacha. Basi huenda si tabia yako. Huenda ni jeraha. Wakati mwingine hapana haimaanishi huna thamani. Inamaanisha mahali hapo hapakuwa pako. Sio kila mlango uliofungwa ni adhabu. Mingine ni ulinzi. Na siku moja utaangalia nyuma. Utaona baadhi ya kukataliwa ulilia ndizo zilizokuokoa. Katika sehemu inayofuatia, tutaona dalili, indicators, za roho ya kukataliwa. Na unaweza kujiona humo bila hata kutambua. Kama umewahi kukataliwa, usiihesabu kama hukutosha. Kama ujumbe huu umezungumza na moyo wako, karibu uendelee nami katika sehemu inayofuatia. Karibu Elroy Rema.